Mimi kila nikiongea, Bwana Spika, kulingana na umri wangu, usinikimbilie kupima yale maneno ninaongea. Ina repercussion yake. I'm 76 years old. Nimeza siasa hujazaliwa hivi. 1971 mama tatu huko. Tega masikio uzuri. Hataki mchezo hapa. Tunapenda nchi yetu na tunachunga nchi yetu. Rais almarehemu hayati Jomo Kenyatta alikuwa na mradi wa maendeleo. Alikwenda Kisumu kufungua hospitali ambayo imejengwa na jamhuri ya serikali ya Russia. Iko paka sasa hivi yafanya kazi. Kuna Kisumu General na Russia. Ploti ilitolewa na kaunti ya Kisumu. Odinga kwa maarufu wake akaongea na Russia ikatujengea plot. Wakajenga hospitali. Hiyo ni vile. Wajaluo hawakusema Kenyatta usije. Hawakusema hivyo. Hawakumzuia Kenyatta ukija uongee dakika 2, uongee dakika 3. Amekuja maendeleo. Right. Sasa nikija kwa ndugu yangu Ruto, mtoto wangu. Ruto kwenda kule kwanza safari moja. Tujue hiyo ni kodi ya mwananchi inafanya kazi. Ni President of the Republic of Kenya, the Commander in Chief Republic of Kenya. Akienda kule huwa mipango ishafanywa ya maendeleo. Wanajua barabara zao ziko vipi, skuli zao ziko vipi, hospitali yako vipi, mambo ya kilimo, agriculture vipi. Rais huwa ashapangiwa na wakati wake. Wewe leo unataka sema rais akija kule aongee dakika 2. Huna adabu. Mtu kama huyu kutoa ndani kabisa. Kwanza kile kikapimwa inaonekana bongo lake pengine kuna bakteria inaharibu katika neurologist. In Kenya we have got many neurologists. Kwa nini huyu jamaa msimcheki akili yake? Pengine jamaa ana run crazy. Wajua alifutwa kazi wakati hakujua. Ile utamu aliyopata kwa Makamares kwa miezi miwili, aliona dunia Mungu yule pale. Lakini Mungu akafanya mbaya, things fall apart. Sasa huyu jamaa amechanganyikiwa, hajui anaongea nini. Kama mtoto. Wewe mtu mmoja watuambia kwamba serikalini yaonyeshea bila kura share upati msaada, mtoto wako apati kazi, mpaka una share nyingi. Wewe mtu mmoja watuambie hivyo. Leo watuambia serikali ni mbaya. Bwana kama ushapoa shako, tandika ulali ungoje siku zako. Hapana sumbua watu akili, tukutukana sana. Kwa hivyo mimi nasema, hii mada tunataka heshima kwa rais. Gachagua should respect the President of the Republic of Kenya, or else we shall take steps on you. We shall curse you. Tuna miaka mitatu ya Ruto. Tunahitaji usaidizi wa Ruto. Tuna mashine zingine ambazo mvua ikinyesha unaharibika. Tunataka serikali isaidie. Mwache Ruto afanye kazi yake bwana. Kama unataka kiti right, unakalia kwa kura. Mngoje mpinga kule kwenyu. Lakini usitetee mambo. Sauti ukicha, mrema. Tana River hakuna mlima. Isiolo hakuna mlima. Busia hakuna mlima, ni mlima tu mlima. Kwani bila mlima Kenya haiendi? 24 years Moi watawala nyinyi. Mkasumbua Moi, lakini Moi Simba Daniel aliongoza tu 10. Mungu asaidie. Naitwa Eric Odhiambo, niko broad based government. Broad based government sugu. Mimi nasema hivi nikiongea kuhusu Gachagua. Gachagua nafikiri nimeongea mara nyingi hapa. Nasema Gachagua alivalisha kiatu ambacho kimemzidi mguu. Ukichaguliwa mbunge kwa tamu moja alafu upewe madaraka ya kuwa makamu wa rais, ni kama wewe unavaa kiatu namba 8 unaenda kuvaa viatu namba 11. Sio kiatu itakuwa kubwa kwa mguu. Sasa nikimwangalia Gachagua kuanzia pale mwanzo, wakati wakiapishwa na Ruto pale ni Kasarani, Gachagua aliteleza ulimi na kumkijeli rais aliyekuwa anaondoka Uhuru Kenyatta, akisema kwamba huyu rais anaondoka, angalia ametuachia hakuna pesa kwenye treasury, ameenda na pesa zote. Mpaka Ruto akamkanyaga mguu. Kwa sababu kulikuwa na wageni pale na tayari alikuwa analeta sifa mbaya. Pale ndio mimi nilimjua Gachagua ni mtu wa kuteleza mdomo. Gachagua ameondoka kama makamu wa rais kwa sababu ya kuleta mambo ya ukabila. Nchi yataka kuunganishwa hii. Watu wawe pamoja. Mkamba ashirikane na Mjaluo, Mkikuyu ashirikane na Mluya, wafanye kazi pamoja, nchi iendelee mbele.
Mimi najua kuna changamoto ambayo Rais Ruto ako nayo, na sasa yako na miaka miwili katika uongozi, miaka miwili tuseme na nusu. Kuna changamoto kwanza ya vijana hawana kazi. Tuliona juzi mwaka jana majenzi wakimsumbua. Yote inaletwa na ukosefu wa kazi. Mimi namwambia Mheshimiwa Rais, ukiwa katika ziara yako kule Mlima Kenya, tafadhali ukimaliza ziara yako tafutia vijana kazi. Jambo la pili, teremsha bei ya vyakula, yani maisha iwe nafuu, ili Wakenya warudishe imani kwako. Gachagua kumwambia Rais Ruto kwamba aongee dakika 20, hana mamlaka hayo. Yeye tayari alishapigwa teke na bunge la Senate na Parliament. Nikikumbuka hapo nyuma kipindi cha Moi, kulikuwa na mwanasiasa alikuwa anaitwa Josephat Karanja. Alikuwa makamu wa rais pale. Alikuwa anatoka Madhira pia. Moi akienda kwa safari za nje, anaambia wale watu ambao walikuwa wanafika pale Ikulu, manake yeye ndiye alikuwa na sign vitu vyote kwa niaba ya Moi, anaambia sasa mimi ndio rais wa nchi, mniheshimu. Sasa hii Madhira iko na shida. Moi alipotoka Ulaya, Josephat Karanja alimpichiwa na bunge. Gachagua juzi pia anatoka Madhira, amempichiwa na bunge. Kwa hivyo hii Madhira iko na shida fulani. Sasa mimi nasema Mheshimiwa Rais, nenda Mlima Kenya, kafanye miradi ya maendeleo, karudishe imani ya watu wa mlima kwako, manake tayari sahi ni kama hawana imani na wewe. Kwa sababu gani? Wanaona kama uliwapotosha na uliwadanganya. Ili 2027 upate at least hata kama ni nusu ya kura za mlima. Manake Ruto akipata nusu ya kura za mlima na ongeze na mikoa mingine, Ruto anarudi tamu ya pili. Lakini akikosa kura ya mlima, Mr. Mpape, nimesikia unasema swali. Sahi kwa sasa sijakuwa nafasi kuuliza swali. Summarize mheshimiwa. Ruto anahitaji kura ya mlima. Manake watu wa mlima ukiangalia ile kura waliopiga katika mwaka 2022 walipiga kura 3,150,000. Na Gachagua alikuwa akisema watu wa mlima wako na kura 6,000,000. Kwa nini walipiga nusu ya kura? Walikuwa hawana mtu wao pale mbele. Ndio sababu wakapiga nusu, 50% ya kura zote. Kwa hivyo Ruto ikiwa atapata at least nusu ya kura za mlima na ongeze na hii mikoa mingine ya Kenya iliyobakia, Rais Ruto anarudi kwa muhula wa pili bila pingamizi yote. Maana sioni mtu kutoka upinzani ambaye anaweza kusimama na Ruto kumtoa kwa sasa. Asante.